Mathayo 21:18 Biblia inasema hivi: na asubuhi alipokuwa akienda mjini, aliona njaa, akaona mtini mmoja kando ya njia, akauendea asiuone kitu juu yake ila majani tu. Akauambia, yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele. Mtini ukanyauka mara. Wanafunzi walipoona walistaajabu, wakisema, jinsi gani mtu umenyauka mara? Yesu akajibu akawaambia, amin nawaambia, mkiwa na imani, msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la mtini tu, lakini hata mkiuambia mlima huu ng'oka, ukatupwe baharini, litatendeka. Na yeyote mtakayo yaomba katika sala, mkiamini, mtapokea. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, ninapenda kuzungumza haya mambo ambayo Yesu alizungumza kuhusu mtini. Leo Wakristo wote waliomwamini Bwana ni kama mtini, na mtini huo ni mtini ambao una matazamio, unatazamiwa kuzaa matunda. Na tunaona kwamba katika mtini huu ambao Yesu aliutazama, na Biblia inasema akauendea, huu mtini ulikuwa mkubwa sana kiasi ambacho kwa mbali unaweza kuamini kwamba una matunda. Lakini Yesu alipouendea kwa karibu, yale matunda hayakuwepo kama Yesu alivyotazamia. Ndugu zangu, leo kama Wakristo, na ninyi mmekuja kanisani hapa, na palipo wawili au watatu kwa jina lake, yeye yupo. Na huyu ambaye anaitwa Yesu anapita katikati yetu, akitazama kila mmoja wetu na akiangalia mambo tunayoyafanya. Na kwa nini tumekuja hapa? Kwa nini tumekuja hapa? Kwa nini tumekuja? Ili tumwabudu Mungu hapa. Yesu anapita akitazama kila mmoja wetu, hawezi kutupita hata mmoja. Usidhani kwamba Yesu akija hapa anaangalia mchungaji, anaangalia wazee wa kanisa, anaangalia askofu, anaangalia katibu mkuu basi. Yesu anapita kwa kila mmoja wetu, na ni kama mtini kila mmoja wetu, na akiangalia kila mmoja wetu angetamani kuona uzuri na kazi ya kila mmoja wetu, kwa kile ambacho sisi tunamfanyia Mungu. Na tumekuja hapa kwa nini? Tumekuja tu kuhudhuria au tumekuja kufanya nini? Au tuna makusudi gani kuja hapa? Tuna makusudi gani kuja hapa? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, kila mmoja wetu anatazamiwa kitu. Mungu anatazamia kitu kutoka kwa kila mmoja wetu.
kila mmoja wetu Mungu anatazamia kitu kutoka kwake. Sijui kwamba ninyi mmekuja hapa kwa nini, lakini Yesu akipita anaangalia kila mmoja wetu kile ambacho amekusudia moyoni mwake kufanya kwa ajili ya Mungu, kufanya kama mtu aliokoka na makusudi ya maisha yake. Kila mmoja wetu Mungu anatazamia kitu kutoka kwake. Mahali pengine Biblia inatuambia kwamba shina limewekwa shinani. Shoka limewekwa shinani. Shinani mwa mti. Kwamba mti usiozaa utakatwa. Na mfano umeshaonyesha kabisa kwamba Yesu alipokwenda akakosa matunda katika mti huu, alisema basi mwisho, mti ule ulikauka. Yaani usifikiri kwamba utakuwa Mkristo tu wa kufanya utakacho. No, you are not here to do what you want. Hauko hapa kwa uhuru wako. Hapana. Kila Mkristo hawezi kuishi maisha ya uhuru wake. Ataishi maisha ya kumtumikia Mungu na kutii. Na kutii. Na kutii. Sio unasema nakuja, nakwenda, hakuna mtu wa kuniuliza, sio lazima nitoe. Ukitoka hapa ukienda kwenye dini nyingine utakuta watu wanazungumzia kutoa. Wewe nenda dini zote. Nenda dini zote ambazo wewe unaona kwamba international bwana, dini ya kudai tu, dini ya kutaka tu mapato. Yaani wewe nenda dini zote. Kuna wengine walitoka international wakaenda dini zingine, wakarudi wakasema afadhali international. Afadhali international. Hii bwana ni afadhali mara 100. Yaani huwezi kukaa kwa uhuru, lazima uzae matunda. Lazima utumike, uonyeshe sababu ya kuishi duniani. Sababu ya kuishi. Sio ya kula tu na kunywa. Hapana. Na wala si ya ubinafsi. Kwamba yangu, kwangu, mke wangu, mme wangu, watoto wangu, kwangu, mali yangu. Hapana. Hapana. Tunaishi kwa ajili ya Mungu na makusudi yake. Tunaishi kwa sababu ya Mungu na makusudi yake, sio kwa ajili yetu na makusudi yetu. Hapana. Lazima uishi kwa ajili ya Mungu na makusudi yake kwanza. Ndio unaweza kuwa na maisha, na ndio unaweza kuwa na maisha marefu. Kama la sio, maisha yako yatakuwa mafupi. Mungu anasema analinda watumishi wake kama mboni ya jicho. Kama wewe unamtumikia Mungu, Mungu atakulinda. Mungu atakuwa na wewe. Atatembea na wewe. Tuna pambio tunayoimba,
nishike mkono, nishike mkono, nishike mkono Bwana. Sasa Bwana hawezi kuwa mtumishi wako kama wewe si mtumishi wake. Narudia tena, Bwana hawezi kuwa mtumishi wako kama wewe huwezi kuwa mtumishi wake. Narudia tena, Bwana hawezi kuwa mtumishi wako kama wewe sio mtumishi wake. Lazima uwe mtumishi wake kwanza, umtumikie kwanza. Ukishamtumikia kwanza, na yeye atakutumikia. Lakini Mungu hawezi kuanza kukutumikia wewe. Hiyo principle haipo. Mungu hawezi kuanza kukutumikia wewe. Utakuwa wewe ndiye mkubwa kuliko Mungu. Lazima uanze wewe kumtumikia yeye. Ukimtumikia, 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 na yeye atakutumikia, 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 atakutumikia. Ndivyo inavyokwenda. Kwanza yeye uanze wewe. Hawezi kuanza Mungu hata saa moja kutumikia wewe. Hapana. Hapana. Haiwezekani. Wewe utaanza wewe kumtumikia Mungu na kumwambia nakupenda. Na ukishaanza kumtumikia na kumwambia nakupenda, basi na yeye in return akikurudia akakupa, inatosha maisha yako yote. Inatosha. Kama Bwana atakugeukia na kukugeuzia uso wake, inatosha for the rest of your life. Inatosha. Mungu tu akikugeuzia uso wake, inatosha. Utaishi maisha ya amani.